na hiyo ni kazi tumeanza pale. County government yetu ya Kirinyaga, huyu mama mwenzenu Anne Waiguru ameweka pale 250 million. Tumempatia 750 million ya kujenga hizo viwanda viwili, na mimi nimesema kabla ya Disemba mimi nitarudi hapa kuzianzisha. Neguo kana tiguo. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka hawa vijana ambao ni vijana wetu wamesoma, wengine wako na diploma, degree, wengine wako na maliza form 4, tunataka kuwapanga na mambo ya ajira. And that is where we are going to create opportunities for these young people, for them kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Hizo program tulianza juzi when we came into office, na mimi nataka niwahakikishie we are now well on the way ya kuzikamilisha. Vile vile nimekuja hapa kwenu kwa maneno ya fishing. Nasikia nyinyi ni watu wa kuvua kupanga samaki. Hiyo ni kweli ama si kweli? Mko na idea? Mko na mtaratara ya mambo ya ya mambo ya samaki. So tumekubaliana vile vile mimi nitatafuta pesa ingine karibu milioni 500 ya kupanga mambo yenu ya samaki hapo. Kwa sababu tunataka fingerlings mupate, tunataka hiyo mambo ingine mupate, na nimekuwa hapa na wizara mzima saa hii asubuhi na nimewapatia instructions what they are going to do. Ndio tuweze kupanga sehemu hii. Tunataka hii Kirinyaga iwe ni katikati ya mambo ya food security ya Kenya. Si hiyo kazi mtafanya? Si Mwea tulijenga pale, tumeweka maji ya kutosha. Tumeongeza 10,000 kilometers pale Mwea ya mambo ya mchele. So we want mazao ya Kirinyaga, na tumekubaliana na governor wenu. Mazao ya Kirinyaga ya tomato ikitoka hapa inaenda straight mpaka kwa supermarket. Eita kama tomato sauce ama tomato yenyewe, lakini tufanye value addition hapa nyumbani ndio mapato zaidi ipatikane kwa wakulima. Neguo. Tumekubaliana? Leo vile vile nimekujia mambo yenu ya masomo ya hawa vijana. Tunaenda kuanzisha college mpya pale Kirinyaga Central ya kusaidia sisi kusomesha hawa vijana, tuwapatie skills, tuwapatie competencies, ndio hata ile viwanda tunaanzisha hapa tuwe na vijana wa hapa wako na ujuzi wa kwenda kufanya kazi pale. Tunaelewana? Vile vile nimekujia mambo ya barabara. Mimi niko na deni yenu ya barabara. Si ndio? Na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. So leo nimekuja kulipa installment ya kwanza ya barabara. Nilikuwa hapa juzi hapa Ndia tukaanzisha ile barabara. Mimi na GK ananiambia it is 90% complete. Ikimalizika nitakuja kuianzisha. Vile vile nimekujia leo ile barabara ya kutoka Mutithi kwenda Kagio, kwenda Baricho, kutoka hapo kwenda Getuya mpaka ifike Kagumo. Hiyo barabara naenda kuanzisha leo, na nimesema tutajenga tuikamilishe. Vile vile nimepata pesa ya kujenga ile barabara ya kutoka huko PI kule Mwea. Nitakujia kutoka PI kule Mwea mpaka Mumbuni mpaka ifike inaitwa kwa Ndegwa, Kiandegwa, pale Kiandegwa. Hiyo barabara vile vile nimepangia na niko na pesa yake. Alafu zile zingine zimebaki hapa katikati. Huyu GK mjumbe wenu, yeye ndio chairman wangu Kenya mzima wa kupanga hii mambo ya barabara. Sasa wewe GK, kwani nyinyi mjui? Amuna habari na muktasari? Sasa huyu ndio mdosi wa kupanga hii barabara yote, ndiye anapanga budget ya barabara, ndiye anapanga hivi, ndiye anapanga hivi. Sasa wewe GK ujipange vizuri. Usipopanga maneno ya barabara ya hapa nitakuja kushtaki kwa hiyo watu. Ama namna gani? Lakini huyu GK ni mtu wa bidii. Na mimi nataka niwaambie asante sana kwa kunipatia huyu mjumbe. Yeye ananisaidia kupanga mambo ya Kenya ya barabara. Na nyinyi hamukukosea. Tunaelewana? Huyu muungwana ni mtu steady. Hata kama maneno yake ni kidogo, kazi yake ni kubwa kuliko maneno. Kwani nyinyi mnataka mtu ya maneno ama ya kazi? Sisi tunataka mtu ya kufanya kazi. Mtu ya pere mpaka asubuhi, hiyo itasaidia nini? So tumeshirikiana na yeye, tunapanga pamoja, na mimi nataka niwashukuru sana kwa kumshikilia.
na mimi pia nitamshikilia, tuhakikishe ya kwamba tunapanga Ndia, Kirinyaga na Kenya. Neguo, tuko pamoja jameni? Basi hiyo kazi ingine yote nitarudia, nitakuja hapa tena. Najua bado tuko na maneno mengine mingi, tuko na maneno ya kahawa, tumekubaliana vile tutaipangia vizuri. Tumeweka pesa ya kusaidia wakulima wa kahawa, tumeweka pesa ya kusaidia wakulima wa maziwa, tumepanga mambo ya kunyorosha ile mambo ya chai, na tupange vile tunaweza kuongeza mapato kwa wakulima. Mimi nawashukuru sana watu wa Kirinyaga, nyinyi ni watu wa bidii, kwa sababu wakati tulipunguza mbolea, nyinyi mkarudi shambani mkatuzalishia chakula. Saa hii bei ya unga imefika 100. Wale watu walikuwa wananipigia kelele unga, wamenyamaza. Hawajui nilifanya nini. Kumbe nyinyi ndio dawa yao, kwa sababu si ndio? Kwa sababu sasa tumeteremsha bei ya chakula, tumeteremsha bei ya cost of living, na mimi nataka niwashukuru sana. Nyinyi ni watu wa bidii, endeleeni kufanya bidii kule shambani. Mimi nitasimama na nyinyi. Mambo ya mbolea tutazidi na kuhakikisha kwamba mnapata mbolea ya bei ya chini, na tutazidi kuwashikilia kwa mambo yenu ya kilimo, kwa sababu nchi yetu ni nchi ya kilimo. Neguo kabisa, kwa sababu sasa mimi niko na kazi mingi na nitaenda nikirudi. Ama unajua makosa yenu sasa, hamukupanga mahali ya mimi kulala. This is the problem. This is the problem. Iko? Kwa nani? Kwa huyu mama. Lakini sasa nikienda kulala kwa huyu mama, ule region nitamwambia nini? Nitamwambia ni nitamwambia nilala wapi? Sasa niletea balaa huyo mama. Wacha nijipange siku hiyo ingine, nikikuja nitakuja nimejipanga. Sawa sawa. Tuko pamoja watu wa Kirinyaga. Bas, hapa niko na viongozi wengi. Sawa sawa. Hapa niko na wajumbe wetu wengi. Tuko kwanza na huyu anaitwa Ndindi Nyoro, apebe mkono salamu. Very good. Tuko hapa na mbunge wa wapi hao wabunge wengine? Haya, tuko na huyu senator wetu, Senator Murango. Asante sana. Mbunge wetu wa hapa. Tuko na mama wetu, Mama Mary Mainge. Huyu ndio mbunge wetu wa Mwea. Pigeni makofi. Huyu naye ananisukuma kunisukuma. Ananiambia Mwea lazima tuende, sijui nini tufanye gani. Nitaenda kuambia watu wa Mwea wamwambia nipeleke pole pole. Tuko hapo na mama wetu, Mama Mary